kuna watu ambao wanajaribu kusema zile za chini chini, labda Igete, labda pengine mpaka kupelekea tatizo la moyo, alikuwa labda anatumia pombe sana, labda pombe kali ilipelekea labda kupata tatizo kama hilo. Unahisi hizo taarifa zina ukweli? Kufuatana na mahojiano tuliyofanya na familia kaka mtu kabisa, ni ya kwamba tumeweza kumuuliza swali hilo, lakini tulimuuliza kwenye pembeni na kamera. Amesema kwamba ni ugonjwa ambao umemshika tu kwa muda mrefu tangia kambini huko Tanzania, na mpaka walivyokuja kwenye ndege, walikuja na dokta kwenye ndege mpaka hapa Marekani. Ni fahari kila moja kuwatch Sony TV, kwani ina habari gani za maana kwenye jamii? Mambo mengi utayaona na sotu ya wasanii, utajutia muda wako kwa TV. Yana habari kede kila kona za jamii, ndo manake Sony TV jina lake. Hebu nenda kila mahali, subscribe page zake. Hello, mambo vipi mtazamaji? Karibu sana hapa ni Sony TV. Mimi ni Shaban Uzei Wangena S Money. Barabara kabisa, leo niko na kiongozi na mkurugenzi wa Muteba TV. As you can see, anaweka mitambo vizuri. Ukiangalia t-shirt yake hapa imeandikwa Muteba. Huyu hapa ni mkurugenzi na CEO wa Muteba TV. Tuko naye, tutajaribu kujadili mawili matatu kwa yanayoendelea hapa kwetu USA. Nadhani kila mmoja anajua tuna majonzi ya kumpoteza dada yetu Igete, lakini pia tutamjua kidogo historia yake kuhusu TV yake ya Muteba TV, maana kijana anapambana sana ku make sure tunajua habari mbalimbali kila kona ya nchi ya Marekani, lakini pia hata huko nyumbani kwetu tulikotoka DR Congo. Salamu sana kwa kiongozi, unaendeleaje? Anam, sisi tunaendelea vizuri, labda nyinyi huko bwana Sony TV? Tuko vizuri, tunamshukuru Mungu kabisa. Mambo yanasemaje? Mambo yako vizuri kabisa. Nafurahi kuungana na bwana Sony TV. Bila shaka, karibu sana kwenye TV yetu leo. Asante sana, tumeshakaribia. Ni kwa mara ya kwanza tunafanya mazungumzo. Umejuaje hiyo? Hapa mimi nafurahi sana kuweza kuunda umoja na TV kama hizi, kuweza kupana taarifa na mambo yakiwa mazuri. Ni jambo la kufurahisha sana bwana Sony TV. Ndio. Nadhani natamani tuongeleze sana kuhusu msiba ambao umetukuta, lakini kabla ya yote tukufahamu kwanza, tunaongea na nani, unaitwa nani, lakini pia tupe historia kidogo kwa ufupi kuhusiana na Muteba TV. Naam, mimi ni mtangazaji ambaye naitwa ni Muteba, kwa jina maarufu ni Muteba Junior Muteba, lakini pia TV yetu inaitwa ni Muteba TV. Nimeweza kuanzilisha TV hii mnamo mwaka wa 2022 na mpaka sasa tukiwa tunapeperusha matangazo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile vita ambayo na machafuko yanayoendelea huko DRC, kama vile Goma, Bukavu, Kisangani na maeneo mengine yote hayo pale DRC. Bwana Sony TV. Okay. Bwana Muteba, mtakwenda Muteba TV bwana. Muteba TV. Yes. Una familia? Sasa hivi una familia vipi? Yes, niko baba wa watoto 4 kabisa na familia kubwa hapa. Yeah. Okay. Kama utujaji tuambie unaishi wapi, unapatikana wapi? Yes, Muteba TV ana ofisi nyingi, ana ofisi nchini Marekani, lakini pia ana ofisi pale Uvira, na tuna ofisi nyingi tu mbalimbali ndogo ndogo huko DRC, lakini Muteba TV anaishi nchini Marekani, jimbo la Kentucky, Lexington. Kama CEO. Yeah, Lexington. Yeah. Umepiga hatua kubwa sana ndugu yangu, media yako ulisema anza 2022 na leo umepiga hatua kubwa. Imekuwaje kiurahisi kwako kupiga hatua kubwa kiasi hicho? Naam bwana Sony TV, hatua hizi tunashukuru Mungu, kwa sasa tuna watu wanaotufuatilia zaidi ya 42 kwa sasa hivi kwenye channel yetu ya YouTube, lakini pia kwenye TikTok tuko na watu 14,000, lakini tukiingia kwenye Facebook tuna watu 21,000. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa sana kufuatana na miaka ambayo tayari tumeanza channel yetu. Kwa hiyo tunafanya kazi ambayo watu wanapenda na tunawapa habari za ukweli bwana Sony TV. Watu wanapenda ukweli, hawataki uongo. Yeah.
Hongera sana kwa hatua hiyo ndugu yangu. Asante sana bwana Son TV. Yeah. Ya, ilikuwaje uliamua kufocus? Kwa sababu mwisho wa siku kuna watu wengi walienda na upepo wa vita ya Kongo sijui na M23. Kuna kipindi fulani vita ilivuma, watu wakaenda na ule upepo, wengi walirudi nyuma na kuendelea maisha mengine, ila wewe ulifocus. Kwa nini uliamua kukaza pale pale na kuendelea kufocus na zile taarifa za nyumbani Kongo? Sisi tuna focus sana na taarifa hizo kwa sababu ukiangalia dunia nzima sasa hivi inafuata DRC na hakuna vile vyombo vya ndani kabisa vya kutoa habari mbichi. Watu wengi wanahitaji wajue vita walipiga wapi. Ukifuatilia vyombo vingine vya habari kupata kwamba vita walipiga kwenye kijiji fulani ni vigumu sana kujua, lakini sisi tumeingia kiundani sana, tuna focus kwa sababu ya watu wajue ukweli na dunia nzima, kwa sababu ukiangalia waasi wa M23 huwa wana vyombo vyao vya habari lakini pia huwa wanatangaza sana habari ambazo ni za uongo. Ukiangalia watu wakati walikuwa Bukavu, M23 iliingia Bukavu, lakini watu wa Uvira walianza kukimbia. Kwa hiyo kile ndio kilituuma sana kwamba raia wetu Wakongomani wote kwa ujumla wasikuwe wanakimbia kabla M23 hajafika sehemu hiyo. Unakuta watu wanakimbia kilomita 100, M23 wangali huko mbali lakini wanakimbia. Kwa hiyo tumejikita sana ili raia wetu wawe na amani, wasikuwe wanakimbia. Unajua unapokimbia unakuwa mkimbizi, lakini pia unapoteza mali nyingi sana wakati huyo adui hajafika. Na ndio maana tumejikita sana ili Wakongomani na dunia nzima iweze kujua ukweli zaidi wa kile ambacho kinachoendelea DRC. Nzuri sana ndugu. Umekuwa ukifanya kazi nzuri, lakini pia hata watangazaji uliowaweka kule wanafanya kazi nzuri. Yeah. Pia jamii ya Wakongomani hapo Marekani inahitaji huduma yako. Kwa nini pia uweki nguvu pia unatupasha habari zinazoendelea hapo Marekani, tofauti kwanza na msiba? Zile habari tofauti zinazoendelea labda focus nazo pia kama CEO ambao wanaishi Marekani. Yes, kama mnavyojua ni kwamba watu wengi huwa wanapenda mambo kama hayo ya dunia nzima. Kwa hiyo na sisi tunafikiri tunajipanga ili tuweze kuwa tunatoa taarifa zinazotuhusu sisi huku na zinazohusu watu wengine. Kwa hiyo bado tunapanua kabisa channel yetu, na tutafikiri muda sio mrefu taarifa za hapa nchini Marekani zitakuwa zinaingia pamoja na za DRC. Kwa sababu DRC ukiangalia tuna watangazaji zaidi ya 15 ambao wanaofanya kazi ya channel ya Mteba TV, lakini hapo ukiangalia pia mpaka kutafuta watangazaji wengine au sisi ubize tena kidogo. Kwa hiyo bado tunapanua channel yetu na wigo kidogo ili watu wanatupata kwa urahisi. Okay. Swala mwisho kusema media, unaionaje tasnia ya habari? Unaionaje so far? Urahisi, ugumu ukoje? Kufuatana na hiyo swali, ni swali nzuri sana ambalo nilisubiri kama ninaweza nikalipata au vipi, kumbe na wewe ni hatari sana. Kwa hiyo napenda sana, hii ni kazi ambayo ni kazi ngumu sana. Hii ni kazi ngumu ambayo haina mchezo. Kuna watu wameingia lakini wameacha. Ni kazi ambayo unaweza ukiingia kwa ajili ya pesa utakosa kabisa kila kitu. Kwa hiyo hapa ni kupenda kwanza kazi. Ukipenda kazi yako basi itakuwa ni vizuri na watu watakufuatilia na mambo yatakuwa ni mazuri zaidi. Kwa hiyo siwezi tu nikasema kwamba ni kazi nyepesi, ni kazi ngumu, kwa sababu unaweza kaenda kazini ukarudi ukatengeneza taarifa za habari ukatafuta habari. Kwa hiyo ni kazi ngumu kabisa, ni kama overtime kabisa. Bwana Son TV, Shaban TV, asante sana, nimeshukuru kufahamu machache kutoka kwako kuhusiana na media na umeeleza vizuri. Barikiwa sana kiongozi. Asante sana. Ndio tuzungumzie sasa msiba ambao tunao, na ni majonzi kwa sababu binafsi dada yetu Igete alikuwa ni rafiki yangu kuanzia kampeni ya Rugusu mpaka kufika hapa Marekani. Tulikuwa tunashirikiana na niliwahi kufanya hata mahojiano akiwa na rafiki zake hapo nyuma. So ni mtu ambaye imeniumiza sana baada ya kusikia taarifa zake ametuacha. Nitamani kujua kwa upande wako, labda kuna uhusiano wote unafahamiana na marehemu ambaye dada yetu Igete, labda tuanzie hapo. Naam, kufuatana na swali hilo, ni swali nzuri sana. Igete niko mjomba wake. Niko mjomba wake kwa sababu mama yake ni dada yetu kabisa kama hivyo. Niko mjomba wake na nilifikiri nilikwenda nikaweza kutoa taarifa pia na habari za ukweli. Kwa hiyo mimi niko mjomba wake wa Igete. Okay. Kwa hapa tuko sehemu salama kabisa. Hatutapewa habari za kupindisha za uongo. Hapana. Yeah. Asante sana ndugu Muteba TV. Naam, tupo kabisa kiongozi. Sawa.
Niliona unafanya mahojiano na mtu au na watu pale msibani, na ndio maana nikakutafuta. Natamani pia watazamaji wangu ambao wamenisubscribe na ambao wanatuangalia wajue pia machache kuhusiana na yanayojiri kule msibani, lakini pia tujue nini kimepelekea dada yetu kupata tatizo mpaka kufikia umauti. Hebu tuambie kile unachokijua, labda dada yetu alisumbuliwa na nini sana mpaka kufikia kwenda hospitalini, na ilichukua muda gani labda kuumwa mpaka kupata umauti? Naam, tunaweza tukaambia tu ndugu msikilizaji wa Son TV ni ya kwamba hapa ni mali salama na taarifa zitakazotoka ni taarifa za ukweli. Sisi tumeweza kukamata Safari, hatukupenda kusikia. Unajua habari zake zilianza kuvuma kwamba amefariki wakati bado, na habari hizo zilivuma sana zikaenda mitandaoni kwamba Igete amekufa, lakini alikuwa bado hajakufa. Lakini wakati amekufa tumeshika Safari na kuweza kufika Bowling Green pale Bowling Green kabisa, na kuweza kufika maeneo za tukio, na hatukuacha hivyo hivyo. Tumechukua kaka yake wa familia ambaye ni Chomba na kuweza kufanya naye interview na kuweza tukaweza kumuuliza, na ameweza kushuhudia kwamba Igete amekufa, amefariki kabisa, na kwa sasa watazika wiki kesho hapa, nadhani ni tarehe 21, itakuwa ni Jumamosi, tarehe 22 kama sijakosea, itakuwa ni Jumamosi. Kwa hiyo wakasema ya kwamba amesumbuliwa sana na ugonjwa wa moyo kuanzia huko kambini, lakini pia alivyofika hapa Marekani akafanyiwa operation huko Bowling Green. Operation ya mambo ya kwenda vizuri, wakamleta moja kwa moja mpaka Lexington hapa na wakaendelea na huduma. Basi ndipo kifo kilimkuta Lexington na akasafirishwa tena moja kwa moja mpaka Bowling Green, Kentucky. Yeah. Sawa. Yes. Ndo habari hiyo bwana Son TV. Asante sana ndugu Muteba TV. Yes. Alivyokuwa anaumwa na taarifa zake za kufa zikawa zimetoka, labda baada ya zile taarifa kusambaa na ikaja kubainika kwamba alikuwa hajafariki, alipata nafasi ya kuongea, labda kuongea na mtu yeyote, labda na akaambiwa kwamba bwana ulikuwa ushazushiwa habari labda umefariki, au ilikuwa imekaaje? Hapana kabisa, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa alagoni, Wafaransa wanavyosema, alikuwa ni mautiuti sana. Kwa hiyo alijaribu kuzinduka. Baada ya kuzinduka hakuna aliyemwambia hiyo, hakuna kabisa, wala hakujua, kwa sababu wakati alizinduka tena hakukawia zaidi, hakukawia kabisa, na mauti akamkuta tena. Yeah. Okay. Yeah. Sawa. Kwa wale ambao walipeleka zile taarifa za kwamba Igete amefariki, unahisi walizitoa wapi? Labda kwa sababu mwisho wa siku taarifa zikianza kuzagaa hivi na maana kuna mtu alizitoa. Unahisi ilikuwaje mpaka taarifa kama hizo zikaanza kuzagaa mtandaoni na hadi media zikapost? Yes, taarifa kama hizo watu tu ndo walivumisha hivyo, kwa sababu nilivyojaribu kuongea na familia walisema hakuna aliyetoa taarifa hizo ya kwamba Igete amefariki na baadaye akazinduka. Hakuna mwanafamilia aliyesema hivyo. Kwa hiyo habari zilivuma hivyo, zilivuma kabisa tu zenyewe, ila habari zake za kulazwa zilikuwepo, na ni mtu ambaye ameumwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakati walimuona akasafirishwa akaenda Lexington, Kentucky kwenye siri nyingine, ndo watu wakaona sasa kama amefariki. Lakini taarifa hizo familia walisema hapana, hawajui taarifa hizo kwamba nani aliyezivumisha mpaka sasa. Yeah. Kuna watu ambao wanajaribu kusema zile za chini chini, labda Igete labda pengine mpaka kupelekea tatizo la moyo alikuwa labda anatumia pombe sana, labda pombe kali ilipelekea labda kupata tatizo kama hilo. Unahisi hizo taarifa zina ukweli? Kufuatana na mahojiano tuliyofanya na familia kaka mtu kabisa, ni ya kwamba tumeweza kumuuliza swali hilo, lakini tulimuuliza kwenye pembeni na kamera. Amesema kwamba ni ugonjwa ambao umemshika tu kwa muda mrefu tangia kambini huko Tanzania, na mpaka walivyokuja kwenye ndege, walikuja na dokta kwenye ndege mpaka hapa Marekani. Kwa hiyo hawakuweza kufunguka sana, kwa sababu unajua mtu akisha kufa kila mtu ana huzuni wake na lazima mambo yawe hivyo. Kwa hiyo hakuna aliyefunguka kwamba labda pombe na mambo mengine. So ni ugonjwa tu ambao umemkamata wa moyo kama watu wengine. Yeah. Okay.
Yeah. Uh, hapo nadhani nimekupata vizuri sana. Yeah. Sawa, nadhani kuhusu magonjwa na mpaka kufikia mauti tumeelewa vizuri. Twende sasa kwako kama mjomba. Tukikupa nafasi ya kumwongelea Igete, labda alikuwa mtu aina gani? Mwanamke aina gani kwako, labda ulikuwa unamuona vipi? Unaweza kumwongelea kitu gani labda? Yes, sisi kama mimi mjomba mtu, unajua hakuna mtu ambaye anaweza akazungumza chochote kile kibaya. Wakati watu wengi wanazoea mtu akifa ndo wanaanza kumwongelea vizuri. Sisi kama familia tulifurahi kwa vile tulikuwa na ndugu yetu na mtoto wetu, lakini pia alikuwa ameacha watoto watatu. Tulifurahi aendelee na mzao wake, na tulifurahi aendelee na company, aendelee kufanya kazi ili familia yake na watoto wake waendelee kukua. Kwa hiyo kwa mimi ni mtu ambaye ni mtu mzuri zaidi, kwa sababu aliendelea kutuletea wajukuu, kutuletea wipwa kwa wengine na mambo mengine. Kwa hiyo kama sisi familia tulipenda sana awepo, kwa sababu mambo yazidi kuwa mazuri zaidi na familia yazidi kupanuka. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mzuri zaidi kwa upande wangu mimi. Yeah. Sawa. Kwa wale ambao walivumisha taarifa za Igete amefariki kwa kurupuka, lolote la kuambia kama mjomba? Naam, ni kwamba kwanza wale wote waliosambaza taarifa, kuna akaunti mpaka sasa nilivyoongea na kaka mtu pale Bolgreen, kufatana na waliosambaza, kuna akaunti zingine zimeshafungwa tayari, ziliripotiwa kwa sababu ilionekana ya kwamba wanasambaza taarifa za uongo, na mpaka sasa watu wasiendelee na habari hizo kwa sababu kwa sasa tayari ni habari zingine, zile tayari zimepita, walivumisha amekufa na alikuwa bado hajakufa na kwa sasa amekufa. Kwa hiyo kama familia na watu wengine wanaona wale waliosambaza wale ndio walisababisha hata kufa kwake kwa sasa. Kwa hiyo mpaka sasa uchunguzi unaendelea, na watakaobainika basi mamlaka mengine yatasonga mbele. Lakini ingekuwa na nguvu sana ingekwamba yeye yupo, sasa hayupo. Sidhani kama kuna nguvu zaidi ambayo itakayowekwa pale, kwa sababu hayupo kwa sasa. Yeah. Sawa. Ndugu Muteba, nadhani pia bado ni kijana, vifo vinatokea, watu wanaacha watoto, watu wanaacha familia, pengine utakuta watoto wadogo na mhitaji mama au baba wakiwa wanafariki dunia. Unalote la kushare, labda kuambia watu kuhusiana na mambo mbalimbali, watu pengine wanafariki bado mapema, wanaacha familia, unalote la kuongea pia kama mwanajamii ambaye unaishi? Okay, kufuatana na swali hilo, ni swali nzuri zaidi, kwa sababu sasa hivi tuambie tu watu vijana na watu wazima na wazee, yani kila mtu ambaye anaishi chini ya jua ni kujiandalia. Tusijisahau ya kwamba Mungu yupo, na tusisahau kwamba kifo kipo. Nadhani Ivete alikuwa na ndoto zake ya kwamba na yeye anaweza akawa mtu fulani, akafanya kazi, alikuwa na malengo yake, lakini malengo na ndoto zimekatishwa kati. Nadhani kila mmoja ana ndoto zake, hata mimi nina ndoto zangu, kila mtu ana ndoto zake. Kumbe cha maana ni kwamba tusisahau kwamba kifo kipo, tusisahau kabisa kwamba kifo kipo. Lazima tujitengeneze ili wakati tutakapokufa tuweze kukutana huko mbinguni wote kwa pamoja, kuliko tuwe kwenye njia za mbaya mbaya na tuje tukufe ghafla. Kwa hiyo hilo ndio ujumbe ambao ningitoa kwa upande wa kiroho, lakini hata pia kwa upande wa kimwili pia. Amen, barikiwa sana kiongozi. Yeah. Ukiwa kama mwanahabari, nikupe nafasi labda lolote la kuongea, natamani kushare na jamii kabla sijamaliza. Nadhani ya kwangu ni hayo, nikupe muda ambao labda utakuwa na chochote cha kuongea kama mwanahabari. Karibu. Yes, niweze tu kuambia ndugu msikilizaji wa Son TV au Shabani TV online, lakini pia tukishirikiana hapa, ukiangalia hapa niko pia maeneo za ambapo natoleaga taarifa muda sana zangu, so ni kama vile mimi niko pia ofisini. Kwa hiyo ningeambia tu watazamaji wetu waendelee kusubscribe channel yako ya Son TV, kwa sababu ni channel ambayo inaleta mambo ya ukweli, pia inaelimisha jamii, lakini pia wasisahau kufuatilia pia kusubscribe kwenye channel zako zingine kama TikTok, lakini Instagram, lakini na kama uko na Facebook ni hivyo. Lakini na sisi pia tuwaambie tu ya kwamba kama ulikuwa hujajua channel ya Muteba TV, basi
andika tu moja kwa moja. Ukienda kwenye t-shirt hapa wanaandika ni Mteba TV, andika hivi basi moja kwa moja utapata taarifa zote za DRC Congo, vita inayoendelea, machafuko na kila kitu, na tuna watangazaji wetu wapo na taarifa zipo kabisa, na usisahau ku subscribe ndani ya channel yetu ya Mteba TV, lakini pia TikTok pia tuko ni Mteba TV. Ukiingia Instagram pia ni hivyo, tukiingia Facebook ni hivyo pia. Asante sana, hayo ndio mafupi zaidi kwa ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa Son TV. Asante sana kwa muda wako kiongozi. Asante sana, ubarikiwe sana, na sisi pia tunafurahi sana kuonekana kwenye Son TV kwa sababu ni channel ambayo inafanya kazi ya ukweli na ni kazi nzuri zaidi, na sisi tunapenda, na wewe mwenyewe unaelewa hiyo. Nashukuru sana kwa hilo. Yes, labda tungekuuliza tu swali kidogo. Mimi siko, wewe ndo tuna nani, lakini nataka nikuulize Son TV anapatikana wapi ili watu na wao waweze kujua zaidi? Naam, niko Marekani kwa sasa, lakini pia kwa muda huu nazungumzia katika state ya Ohio, jimbo la Toledo, ndo naishi hapa kwa sasa na familia tunaishi hapa. Okay, asante sana. Naishi sana Oregon na watu walikuwa wanajua naishi Oregon, sasa mimi naishi Ohio. Natangazia kila mtu ajue ni mwenyeji wa Ohio, jimbo la Ohio katika city ya Toledo. Kwa kukutana siku ya leo. Nakushukuru sana. Nimeshukuru kwa muda wako, lakini pia kwa machache ambayo ulishare na sisi, kuanza kujua story yako ya habari, lakini pia ukatuambia kuhusiana na msiba. Tumefurahi sana, na watazamaji tumejaribu kuongea yale ambayo tulitajua kuyaongea, na kiongozi ametoa yale ambayo anayajua. Kama mkurugenzi wa Mteba TV ametupa ushirikiano. Tumeshukuru kwa yale ambayo umeyafuatilia muda huu. Mimi hapa ni Shabani Bozei, ongea na S-Money, mkurugenzi na CEO wa Son TV Online. Bila kusahau nilikuwa sambamba na Mteba TV. Kutokea USA tumemaliza kama hivyo. Tuko bien. Bye bye. Asante. Ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe alafu gonga alama ya kengele ili tuwe katika familia moja, nguvu moja, twende sawa. Tuko bien.